All right. A very good evening from wherever you're joining us. Welcome back. This is the Breaking Desk with Emmanuel Gona, and today is another beautiful day, of course. A day that I can't stop loving politics. Now, looking at it from now a coastal perspective, there is this presser that Aisha Jumwa has done. And I know a lot of people have different opinions. I've seen someone saying this is how she is going to lose because the person was talking about how Aisha Jumwa has moved from UDA to PA, then back to UDA, then now she has left UDA, something of that kind. And I was just asking myself a lot of questions. But then it's, we live in a country where we need to respect each and everyone's opinion. So that is very okay. I respect the opinion of that particular person. I respect the opinion of Aisha Jumwa and any other person talking anything about that move. But I just want us to look at it now. Tuangalie kama is it healthy for her ama pia amejiwekea amejizika kisiasa, because unajua vitu nyingi pia zinatembea, lakini pia kuna venye kunaweza kuwa na njia mbili. I want us to look at it na mifano kadhaa. Kwa mfano wa kwanza Rigathi Gachagua alivyokuwa impeached, ilisemekana kwamba siasa yake ama maisha yake ya kisiasa ndio hivyo, asahau kabisa, imeisha. But vile leo tunavyoongea, if now people start talking about Kenya's politics, DCP appear somewhere there. So Rigathi Gachagua will be mentioned somewhere. So as much as people thought it was a mistake here kusubiria mpaka kwa impeached, that maybe hangemaliza hata wiki mbili, sijui miezi mbili, ingekuwa amesaulika kisiasa, hiyo ili prove wrong kabisa. So vitu havikusonga hivyo. That is one example. Example 2, Sifuna alivyoanza kusumbuliwa kwa ODM, SG nini hayuko na vitu kama hivyo. A lot of people were saying stories za Sifuna zimeisha kabisa kwa sababu ametoka ODM, and ODM is a big party. Tu venye tu Gachagua alikuwa asemekana UDA is a big party, ametoka, so ndio hivyo stories zake zimeisha. But Sifuna is here right now. Anasumbua vibaya sana. Anga zinatetemeshwa na Sifuna. So bado imewaka. Now turudi sasa kwa local politics. Bado tukisonga kwa kile chenye Aisha Jumwa amefanya. Kwa local politics, I want us to buy to borrow a leaf from what we saw in the Magarini by-election. November 2025? Kule Magarini. There was a candidate alikuwa anaitwa Stanley Kenga. Stanley Kenga was a member of UDA. So in 2022, after ameanguka, stories have it that, rumors have it that he was promised kwamba lazima ile kiti ni yake, so lazima angewin hiyo kiti. That was the plan by 2022 after your election. So Stanley Kenga pale kwenye alikuwa, he was very confident that maisha itaenda vile itakavyoenda. By the end of the day, he will be the MP wa Magarini before 2027. So issue ya hiyo by election kutokea, that one was managed, it was stage managed, because watu walijua. I remember hata mimi nilijua. So wakati ikitangazwa, we were expecting that. A good number of us wenye tumefuatilia tulijua itasemekana kwamba kulikuwa na shida, kutakuja by election. But sasa pia chenye kilikuwa kimepangika ilikuwa ni yeye atapita. Unfortunately sasa siasa ikabadilika hapo katikati, ikaingia stories za broad based. So ilivyoingia stories za broad based, ikawa sasa ni lazima kufanyike vitu tofauti. And remember hiyo time the late Raila Odinga alikuwa bado yupo. So unajua ili mambo mengine pia tulizwe kule. Remember William Ruto aliweka Raila Odinga karibu ili kutuliza pressure watu wengi. Kulikuwa na pressure nyingi
kila mahali, na alijua kwamba kwa sababu Raila Odinga na ODM wako na ufuasi mkubwa, ni vizuri akiwa karibu because ile pressure itapungua. And truth to the award and the agreement, you've seen kidogo, kuna vitu kidogo hizo pressure zilipungua ya ukweli. So now Magarini ikawa sasa lazima ikuwe sacrificed tena sasa. So ikabidi sasa Stanley akaitwa, akaambiwa my friend, wewe sasa vile hapa hii maneno itabidi tuachie yule mtu wa broad-based ambaye tumeagree atakuwa wa ODM. Remember alikuwa amekuwa promised tangu huko nyuma. So hii alikuwa yuko confident, anajua hii kiti ni yangu. Then all of a sudden story ni kwamba sasa tunafaa kuiacha hii seat ipite huku so that tuone vile ambavyo tutasort mambo. Interesting, right? Because sasa how do you even do that? Unajua, na hiyo confidence, unajua sasa hiyo time ni umeambia kila mtu kila mahali kwamba hii ni yetu, tunachukua nini, then all of a sudden vitu zinaisha. Rumors have it that he was promised that alikuwa atapewa kazi kwa county government of Kilifi. So alikuwa tu awachilie pale then apewe kazi ambao bado angepata mshahara na marupurupu ambayo angekaribiana na hiyo ya mbunge. That is what people were saying. It could be a fact because kuna meetings nyingi sema tu we cannot provide those receipts, lakini kuna ukweli asilimia kubwa sana hiyo. But then Stanley looked at it akajiuliza, mimi kweli hivi? And pia akaangalia ground yake akajua no, my ground pia iko fiti, so I think mimi naweza enda hapa. What happened? He decided sasa acha nitoke UDA nijaribu bahati yangu because hii kitu mimi ndio nilikuwa nataka sipati. So inabidi nifuatilie mimi kama mimi. Right? Unfortunately, nguvu zikawa nyingi kwa jamaa wa broad-based. Jamaa walitembea kule wakamwaga pesa vile walivyomwaga, wakatumia means zote zile walizotumia. And by the way, a lot of people think that pesa haitumiki ama it makes sense. Let me tell you. Kuna watu ambao leo hii, because I remember in 2022 tukiwa katika siasa fulani tushaipitia eneo bunge la Magarini, sehemu fulani moja tu, na nakumbuka tulienda tukagawa unga tu wa ugali 2 kgs, familia ya watu 6, because sisi tuligawa na bado tukaingia street sasa kuona kunaendaje nini. Imagine a family of 6 ama 8 people wanataka kupigia magoti kwa sababu wampata packet moja ya 2 kgs. Mpaka wajiuliza sasa hii mtapika itakuwa ni breakfast, mtapika uji, ni lunch, mtapika ugali, ama itakuwa chakula jioni mtapika nini? Yani unajiuliza maswali mpaka unakosa, unauliza sawa mmepata hii, mtapika mboga itakuwa gani, you know? Yani you are asking yourself a lot of questions na hautapata jibu. These people like wana appreciate mbaya sana, wanadai. In fact some of them wanataka kupiga magoti juu ya packet moja. So we kept asking ourselves. I remember kuna mtu mmoja tukitoka hapo alikuwa yualia. Ni mtu ambaye alikuwa kidogo yagusagusa na akasema kwamba afadhali aache kulewa lakini asaidie mtu. You can imagine hiyo such a thing, So vitu sasa hii tukisema kwamba mambo ya pesa yalipitwa na wakati. My friend, kuna mtu leo hiyo ukimpatia 200 umemsaidia. Kama uamini ni piani la babu ya simu hapa M-Pesa. Alafu muone kama sitawashukuru na hiyo 200 ama hata 100 yenye mtakuwa mmeniwekea hapa. Na I'm telling you hiyo kitu iko tu tofauti. So assumptions za kwamba pesa haziwork nini hiyo tuachane nao kabisa, hiyo discussion hiyo. Now coming back to what happened huko Magarini, vitu vilifanyika vile vilivyofanyika. Unfortunately Stanley akakuwa number 2, but wale wengine ukumbuke walikuja watu wengi nini, unajua by elections kuna nguvu zingine nyingi, so akakosa hapo. Now coming back to what Aisha Juma has just done, and I hope we've seen the clip. Kama bado, let us listen to it hapa. Aisha Jumwa Karisa Katana is no longer a member of the United Democratic Alliance, UDA. This decision is not
an act of anger. It is an act of concerns. It is a decision born out of love for Kilifi, faith in its people, and unshakable belief that our county deserves leadership that listens, serves, and delivers. As we move through this transition, Wananchi and the public will play a key role in shaping the next steps. Your voice, your guidance, and your expectations will inform the direction we take. This movement belongs to you. My fellow residents of Kilifi, I urge you to remain peaceful, united, and hopeful. Let us reject division, embrace one another, and continue this journey with dignity and courage. As your leader, I have chosen to stand with you. I will continue to listen to your voices, defend your democratic choices, and protect your right to determine your own political future without intimidation or interference. History has taught us that when a united people stand together for justice, no obstacle is too great, no dream is impossible. I want to make it very clear to the people of Kilifi County that by the grace of God and with your support, I will be on the ballot as a candidate for governor in the August 2027 general election. The future of Kilifi is bright. Together, we shall build a county founded on equity, inclusivity, justice, accountability, opportunity, and the will of its people. May God bless each one of you. May God bless Kilifi County. Asanteni sana. So yeah, interesting. Aisha Jumwa is a force. She's a force. Nasikia mahali hapa ametaja movement. She's a movement. Because looking at how Kilifi politics have been playing, utapata wakati mwingi hata viongozi wengi sana wamekuwa wakimpiga vita yeye. Na at some point hata alikuwa akiuliza inakuwaje wabunge wote sijui wanaume wangapi wanakuja wanashindana na mimi. You know, as much as inaweza kuwa pengine mtu ako na shida zake nyingi, of course kila mtu hawezi kosa mapungufu yake. Lakini ukijapata design ya kwamba kuna mtu ambaye yuko hapo na analimwa na kila mtu na ni viongozi, kidogo kuna kuja na vitu maswala mengi pengine. So Aisha Jumwa is a force yeye mwenyewe. Anajituma, anafanya vitu zake. I think I personally believe that she's a leader. She's a good leader because wakati ukiweza kumanage hizo forces, the crowds na vitu kama hiyo, Aisha Jumwa is doing a lot. Now coming to this decision yenye amefanya, mimi namsupport 100% kwa sababu I am looking at an instance ambao najua asilimia kubwa lazima ilifanyika hivyo. Again, broad-based government. And now with this broad-based government na vile ambavyo mambo inaenda, the sad part is that itamuumiza William Ruto. Kwa sababu kuna wakati hata kuna watu wamekuwa kiuliza kwa mfano ushawishi wa ODM ni upi haswa. Kiangalia kwa mfano maeneo ya Pwani ambapo walikuwa wakisema kwamba ama tunajua kwamba ODM ilikuwa imekita kambi vizuri. But sahi watu wangapi wanaweza shauriwa ama ushawishiwa kupitia chama cha ODM? As much as UDA wameuza, lakini ODM nani atakuja kushawishi nani kupitia ODM? Now looking at Kilifi County, Aisha Jumwa has really tried her best kuhakikisha kwamba ameuza UDA left, right and center. Niliona watu wengine wakijaribu kuongea pale wakisema kwamba walisemaje kwamba Aisha Jumwa hakumletea chochote William Ruto kwa sababu hata yeye mwenyewe alianguka.
For real, Aisha Jumwa amepiga siasa kali, amesaidia William Ruto Kilifi County and Coast, amesaidia UDA kwa sababu alisimama kidete kwa muda. And I think most of wale wenye wanajiona kama ni wa UDA in Kilifi County, I don't think kuna ambaye ameuza chama ya UDA kushinda Aisha Jumwa. So Aisha Jumwa has been a force and I can feel whatever she has done, kwa sababu I am looking at an instance ambao umeitwa kwa meza uambiwe sasa achana na huu ugavana, usitafute ugavana, because Aisha Jumwa amekuwa akitafuta ugavana. Usitafute ugavana, nitakupatia kazi. Now I'm looking at hiyo kesi ya nitakupatia kazi. Kazi itakuwa gani? Pengine OCS na tayari alikuwa huko akatolewa, ikaja kwa board ya roads, sijui kwa siasa gani, sijui nini. Then someone is here now promising you again, maybe I'll give you a CS position, a CS role. How sure are we kwamba hiyo CS role itakuja? Alafu why yeye ndo apewe, not the other person, you know? So I think hiyo pressure kwamba wewe step down, I'll do this and this, wewe step down, tutafanya hivi na hivi. I think, and that's why sometimes huwa naketi nikiambia, I remember last week I was talking to one of the aspirants wa MCS mahali fulani, na akawa ameji-align na certain movement. I told him, wewe uko ground siku zote, because namjua wewe umekuwa ground, uko ground. Ni jambo la kunishangaza kuona kwamba wewe leo hii umekuja unaji-associate na watu ambao hujaketi na wao kwa meza. Because kama watu ambao wanaketi na wao kwa meza wanaweza chezwa, who are you? And that is exactly what I asked him. Because today ukisema kwa mfano, let us use names of these parties. Umeingia UDA na uko kule ground kwa mfano, na unajua UDA kule kwenye iko, so wale jamaa wakiteremka hivi tayari washajipanga, they know what they are doing. So atakuja huku anaweza escort just the same case. And Kilifi I think bado UDA itakorogeka zaidi. Just the same case we have Kahocho ambaye anatafuta useneta na yuko kwa UDA. We have George Kiti anatafuta useneta yuko kwa UDA. Na ujue kila mtu ako na namba zake. Despite the fact that tunaona sijui huyu watu wanamuita huyu ni influencer, huyu sijui nini, lakini ujue kila mtu ako na namba zake. And remember one thing, katika siasa, katika mambo ya kura, hiyo kura moja, it matters a lot. It matters a lot. So unacheki hizo moves zenye jamaa wanafanya zitawatatiza mahali fulani. I think whoever is advising President William Ruto anafaa sasa aketi tena na yeye kama anakuadvise waanze kufikiria tena upya, because personally I thought Aisha Jumwa vile yuko pale na ameuza hiyo chama, she deserved that support from UDA. And the broad based one, because she's a great leader too. At some point nakumbuka William Ruto akisema anataka ni matamanio yake kuona women leaders pia wanaongezeka. So she's a woman. At least hiyo stories za gender pia zinaweza fika. Then 3, bwana, she's moving masses and crowds. If you look at zile rallies zenye yeye amekuwa akifanya na akienda ground, and by the way in Kilifi Aisha Jumwa akifanya rallies kama 4, ndio pengine ODM watafanya yao moja, na yao itakuwa tu pale town inini. Yeye amekuwa akizunguka Kaloleni, Ganze, like she's moving from one sub county to the other, one constituency to the other. I think kama ilikuwa ni issue kwamba aliambiwa asitafute ugavana atapewa chance mahali, mimi I fully support her. I fully support her move, because katika siasa, na nafikiria ni somo ambalo vijana sasa hivi wanafaa kujifunza. Vile tulikuwa nasema, kuna jamaa nilimwambia, wewe uko ground, piga ground yako. As much as we need hizo big parties, but we know how they do their things. Jamaa watakuja wakupange, mwisho wa siku utabaki. So kubaki mambo ni mawili, unaweza ukapangika vizuri, maybe watakupatia kazi with time nini, but then pia ukipewa hiyo kazi you are working a lot under a lot of pressure, kwa sababu ujue like kwa mfano Aisha Jumwa akiingia pale kama waziri, si mnakumbuka
hata some of you mlikuwa mkisema kwamba you deserve nini, so you can imagine hiyo pressure yote. Afadhali mara 100 amechaguliwa. Sasa kama ni matusi pengine ataenda kwa wale wenye wamemchagua na vitu kama hivyo. But I think UDA should sit down, waangalie vizuri kile chenye wanafanya, because wana mess vibaya, na hii tayari ishawa affect, itawatatiza vibaya. Lakini si unajua lazima kila mtu anapiga hesabu zake. Alafu the good thing is we still have time, because bado kuna time ya alignment and realignment, bado zitakuwa nyingi between now and tuseme by April 2027 we are yet to see a lot of hizo migrations, wacha ziite migrations. Mtu atatoka hapa ingie pale, atoke pale arudi pale, hizo vitu we expect that, because this is politics, na lazima uangalie interest zangu, interest za watu wangu ziko aligned na hiki chenye kiko, ama tu ni vitu tu zenye hatuwezi ongelelea sana vitu kama hivyo. So I think Aisha Jumwa amefanya uamuzi wake mzuri vile alivyosema, and of course amefanya consultation na watu, hakuna time ya regrets. Wale ambao wanamuingilia sijui failure sijui nini, I think hata wewe pia keti ujiangalie maisha yako. Kuna vitu zingine pia, kuna step inafika hata wewe, hata kama ni wewe pengine ataweza katata advice za watu wengine za kwamba stick to that lane, because hujui inakufinya kiasi gani. Watu wengine yani ni ngumu wao kuona kile chenye wewe unapitia, so wewe mwenyewe unajua what you are going through. So I think that is it's a good move, it's a good move. I know anything is possible, so maybe anaweza bado akarudi wakafanya na yeye. Bado hajasema kwamba afanye na William Ruto, amesema ametoka yeye kwa chama, but huwezi jua, yaweza ingia ground bado akampigia yeye campaign za urais, anaweza supportiwa bado na rais na vitu kama hivyo. Anything can happen, this is politics, so we need to understand that katika siasa mambo ni mengi na mambo yanaweza fanyika mengi. Kitu yenye naweza sema tu ni all the best team Aisha Jumwa. Siasa ipigike kwa upendo, kwa uzuri. Zikiwa issues ndio zitatajwa vizuri, of course zitauza vizuri zaidi, lakini kama itakuwa ni siasa za ushabiki huenda zisisaidie. But one thing that I know is that Aisha Jumwa amekuwa akifanya kazi yake kama yanajituma, so mimi naweza tu mtakia kila laheri, na najua I'm expecting anything. So hata akirudi kwangu itakuwa si miujiza, siwezi mkashifu, siwezi fanya chochote, kwa sababu katika uongozi kuna mambo mengi, na kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Sometimes inabidi ujiingize, sometimes inabidi ujitoe. Cha msingi ujiongeze, maisha isonge mbele. Otherwise all the best Aisha Jumwa na team Aisha Jumwa. Wacha sisi tuko hapa tuone vile mambo itakavyoenda, tusonge vile ambavyo itakavyosonga. At the end of the day tuone angalau vile ambavyo maisha itakuwa inasonga vizuri, kutusaidia sisi wananchi wote kwa ujumla.